Msifungiwe nila pamoja na wasioamini. Tarudia. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. 17. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu atusaidie sana. Tuongeze maandiko mengine katika Wakorintho, katika Mathayo. Kitabu cha Mathayo itakuwa ni sura ile ya 11 nadhani. Tutaketi kujifunza. Tutaanza mstari wa 11 mstari wa 25. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Wakati ule Yesu akajibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Nabii anasema wanaopenda kujifunza. Ameendeleza pale, naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Bwana akiwa katika maombi akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Baba wa mbinguni, tuko katika vita kali sana kwa yale tunayoamini na wengine wanayapinga. Tunahitaji wewe, jemadari mkuu wa vita, jemadari mkuu wa majeshi, uliyesema maneno haya yote, utusaidie. Wewe uliyemtoa nabii Branham na tena umemtoa nabii Joseph, na hapa ndipo mashindano yetu yamekuwa wakati wa kumwamini nabii Joseph kuwa ni nabii ambaye roho wa Elia nabii Branham amefanyika maradufu ndani mwake, na kusikiliza barua anazotutumia na kanda anazotutumia. Tuko tunaoamini na wale wasioamini. Tunakushukuru kwa sababu unanena kupitia barua za mtumishi wako Joseph kwamba wale tunaokubali sisi ndio bibi harusi. Na tunashukuru kwamba sasa umetufanya tutoke kwenye kambi. Mungu wetu, njoo utufundishe asubuhi ya leo katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Mwaweza kuketi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mnampenda? Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Sikia raha tukizungumza njia ile ya kanda, najisikia raha tukizungumza ya kanda. Tusimame kidogo. Najisikia raha ya zamani tukizungumza njia ya zamani, najisikia raha tukizungumza ya kanda. Twende mbele, kuzungumza njia ya zamani,
liinuliwe. Somo letu asubuhi ya leo, amen, kujitenga na kutokuamini. Tumesikiliza katika maandiko, sisi wenyewe, jina la Bwana liinuliwe. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Usifungiwe nira pamoja na wasioamini. Usifungiwe nira pamoja na wasioamini. Jina la Bwana liinuliwe. Yeye aaminia na sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Anasema tokeni kati yao mjitenge nao. Anasema Bwana, sio mwanadamu asemaye, ni Bwana ndiye asema. Haleluya. Si Joseph anayesema, si Mwanazungu anayesema, anasema ni neno. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Kuthibitisha neno lake. Hebu somea hapo kuthibitisha neno lake. Tafuta haraka kuthibitisha neno lake, fungu la 60. Kujitenga na kutokuamini. Kujitenga na wasioamini. Kujitenga kabisa kujitenga. Jina la Bwana liinuliwe. Sema na kusisitiza jambo hili asubuhi ya leo. Wengine walilalamika sasa kwamba wewe unapenda kuona kanisa linatengana. Hapana, Mungu anatusaidie sana. Napenda kama mtumishi wa Mungu Joseph alivyosema, napenda kuungana kuwa pamoja. Lakini katika neno, ila inapofikia hatuelewani katika neno, kwani si neno lilisema waziwazi katika Amosi, watu wawili wanaweza kusafirije pamoja wasipopatana? Hata kawaida tu kama mnasafiri njia moja, mnazozana na mwenzako njiani, mtafika. Inabidi kila mmoja achukue njia yake kusudi msije mkagombana, msije mkaumizana. Jina la Bwana liinuliwe. Ajitembee na ugomvi ni heshima kwake, lakini anayetaka kugombana ni mpumbavu, imesema katika Methali. Jina la Bwana liinuliwe. Mungu atusaidie sana. Umeshapata ndugu? Fungu la 60 ya kusomea hapo, tusikilize. Mwajua kuna andiko katika Biblia katika Wathesalonike wa kwanza, katika Wathesalonike 5:21 ambapo imeandikwa, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jambo lote linapojaribiwa. Rudia hiyo. Mwajua kuna andiko katika Wathesalonike wa kwanza 5:21 ambapo imeandikwa, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Jambo lolote linapojaribiwa au litathibitishwa kweli au si kweli, na kukiwepo neno linalotiliwa shaka, sharti lijaribiwe hata utakapotambua ukweli. Kisha utakapopata lililo kweli, lilisema lishikeni. Kwa maneno mengine, likamateni sana, msiachie. Lishikeni. Kwa maneno mengine, lishikeni kwa dhati, lisije likaponyoka. Lishikeni lililo jema baada ya kuthibitishwa kuwa kweli. Na lolote lililothibitishwa kuwa si kweli, basi liachieni upesi uwezavyo. Likimbie, usishikilie kamwe jambo lisilo sahihi. Jina la Bwana liinuliwe. Sasa kama unaweza ukaangalia na kusikiliza vizuri yale aliyosema Mtume Paulo katika Wakorintho sura ya 6 na mstari wa 14 na kuendelea mpaka 18, jina la Bwana liinuliwe. Na anayosema Branham hapa kwenye ujumbe huu na kwenye nukuu hii, si ni kitu kile kile? Branham alisema ya kwamba nimehubiri ujumbe sawa na ule wa Paulo. Si ndio hivyo? Mungu anasaidie sana. Unasikia anavyosema Paulo hapa, tujitenge na kutokuamini. Unasikia Branham anasema hapa tujitenge na kutokuamini. Leo katika jumbe zingine anasema kwamba Mungu ni mbaguzi. Anasema na mimi pia ni mbaguzi. Kila mwaminio wa kweli ni mbaguzi. Tena Mungu sio mchanganyishi. Mungu ni mtenganishi. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Lakini wale wasio sahihi wanataka katika kutokuwa sahihi kwao tuwe pamoja nao. Mungu anasaidie sana. Wakati nabii iko sema alisema kwamba Mungu anasaidie sana. Ukilala na mbwa mwenye kiroboto utaamka una nini?
Jina la Bwana. Haleluya. Mungu anasaidia. Uliwahi kuona mwenye ukoma na asiye na ukoma wanaishi pamoja? Si wanapendana? Mungu anasaidia. Kutokuamini si ni ukoma huo. Tunaishije na watu wana ukoma? Wakatuambukiza ukoma. Mungu anasaidia. Kukataa kweli si ni ukoma. Wakati tumeambiwa hapa kama neno limefunuliwa kwenu mmeliona, lishikeni. Na sisi tumeshaliona limefunuliwa na tumelishika. Jina la Bwana liwe. Haleluya. Limeshafunuliwa kwetu. Yaani kwao limefichwa. Na limefichwa na wameshatobolewa sikio lao, hawataelewa hata wafanyeje. Ninyi wale ambao Mungu amewafunulia sasa hivi ni hao, labda kama kwao kule kuna wale ambao Mungu anawapenda. Leo hii anatuambia huko wana kambi yao. Tena anasema kwamba tutoke kwenye nje hiyo kambi. Tena ni Laodikia. Si mnasikia wenyewe. Jina la Bwana liwe. Ninyi mtakuwa mnaona Mungu haliachi neno lake. Tena anasema kwamba Mungu habadiliki. Jina la Bwana liwe. Haleluya. Mungu habadilishi mitindo yake. Kama alikuwa na Musa huko nyuma, amekuwa na Musa leo. Kama alikuwa na Musa na alikuwa na halifa wa Musa, msaidizi wa Musa ambaye Musa alimwacha, yaani Joshua, Mungu asiyebadilika ana Musa wa leo Branham, pia ana Joshua wa leo Joseph. Alikuwa na Elia mpishi, lakini bado alikuwa na Elisha. Bado pia alikuwa na Mikaya. Ni Mungu asiyebadilika. Haleluya. Sasa kama alifanya hivyo huko nyuma, anabadilisha je mtindo wake? Hawaachii watu kundi, hapana. Anamwachia mtu mmoja uongozi, na wengine wawe nyuma ya huyo nani? Kiongozi. Sasa watu wameshamkataa kiongozi tulioachiwa na Bwana. Haleluya. Kama kulikuwa makuhani kule nyuma, yabidi kuwa tena makuhani. Kama kulikuwa makuhani waliokuwa chini ya Musa na wakawa chini ya Joshua baadaye, inabidi kuwa makuhani tena leo waliokuwa pamoja na Branham, ambao inabidi wawe tena na Joseph, ambao ndio haleluya, ambao ndio huduma tano za kweli. Mimi nasema kwa muda wote Joseph anapotuma kanda, anasema kwamba leo tucheze kanda hii, ni sawa na Joshua kusema kwamba haya makuhani inueni sanduku la nini? La agano. Jina la Bwana liwe. Mungu anatuwezesha. Sasa leo Roho wa Mungu amesema kwamba watu wasiocheza kanda makanisani wao wajihuzuru, waache mibala. Mungu anasaidia sana. Haleluya. Na amesema mkishaliona lisilo kweli ambalo halijathibitishwa na neno, liachilieni. Mungu anasaidia sana. Haleluya. Jina la Bwana liwe. Twende nukuu nyingine, tutakuwa tunaenda taratibu tu. Tusikiliza. Okay. Haya. Tumesoma kuthibitisha neno lake. Imani ndiyo ushindi wetu. Ujumbe uliohubiriwa tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 54 fungu la 43. Tafuta kwa haraka. Imani ndiyo ushindi wetu. Tena tutakuwa nawaambia mapepo mnafungua haraka kusudi twende haraka. Mungu anatusaidia sana. Jamani, imani tukishaipata tunahitaji kuitetea. Mnasikiliza mtumishi wa Mungu anayosema hapa, asema wanatushambulia, wanatukosoa. Jamani, mwaminio wa kweli unaweza kufurahia jambo hili, kwamba wanamkosoa mtumishi wa Mungu. Tena wanamwambia mtumishi wa Mungu naweka neno pasipo pake. Jina la Bwana liwe. Wakijifananisha kwamba wao ni sawa na Joseph. Mungu anasaidia sana. Kama Roho wa Mungu amefanyika maradufu ndani ya Joseph, na ndio yumo ndani yao, wanashindanaje? Roho ndani ya Joseph na ndani ya huduma rafa kosane, aanze kushambuliana. Roho wa Mungu yumo ndani ya Joseph, anatoa amri, alafu yeye kwa hudumu atoe barua za kujihukumu mwenyewe, kumshambulia Roho wa Mungu. Jina la Bwana liwe. Ni dhahiri kwamba hawana Roho wa Mungu kabisa. Wana upako mvuvia tu.
hawana roho wa Mungu halisi, wako katika ule mzigo wa pili. Jina la Bwana liwe. Mnaona jambo hilo? Haleluya! Na neno la Mungu linatuonya hapa, jitengeni nao, tokeni kati yao, twende nje ya kambi. Haleluya! Wameshamkataa Kristo. Kristo amebisha. Nasema haya baadaye. Mungu anasaidia sana. Umeshafungua? Soma katika jina la Bwana Yesu. Nilikuwa nikisoma hadithi ya maisha ya maskini mjomba Buddy Robinson muda mfupi tu uliopita. Naye alikuwa mtu mashuhuri sana na mtu mwenye upendo na mtu wa imani. Naye akaanza kumonea njaa Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia ilifundisha haya. Basi imesemekana siku moja alikuwa akilima mahindi, naye akamsimamisha nyumbu wake mzee Alexi, akapiga magoti kwenye safu ya mahindi na kusema, Mungu, usiponipa ubatizo wa Roho Mtakatifu, utakaporudi duniani utakuta mifupa yangu imelala papa hapa. 43. Nashukuru kwa hilo nalo, kwamba hilo sikuwa nimeliweka kwenye nukuu, liko kwenye nukuu zingine zamani. Unaona, hao ni wanaoomba kwa dhati. Mungu anasaidie sana. Amen. Yaani anapiga magoti mpaka anasema kwamba Mungu, usiponijaza sitoke hapa. Nitaozea hapa. Utakuja kukuta mifupa yangu hapa. Watu nafanya hivi. Samani sasa nenda 46. Amen. Lengo la somo leo. Na mtu anayewahi kumjia Mungu na kweli chini moyoni mwake amepata imani iliyotulia, itastahimili katika kinywa cha huzuni, itastahimili. Kwa maana imani ni ushindi. Umeshinda kwa imani yako. Imani nini? Ni ushindi. Yaani ukishapokea imani, ndugu yangu, imani haina mchezo. Mungu anasaidia sana. Amen. Imani haina nini? Tumeshapokea imani. Tumeshaamini kuwa Joseph ni nabii. Na yale anayotuambia tunaamini. Na barua anazotutumia tunaamini. Hii imani tumeshafanya hivi? Tumeshaipokea. Mungu anasaidia sana. Na imani ni ushindi wetu. Jina la Bwana liwe. Na hata toka kwenye imani imeshanata, imeshagota. Hata tumekuwa upinzani jinsi gani, tumeshapokea imani. Na tunahitaji kuipigania. Mungu anasaidia sana. Jina la Bwana liwe. Haleluya. Hii tumeshaipokea, hatuiachi. Mungu anasaidia sana. Kwa hiyo hata wangefanyaje, hata wangesema nini, tumeshapokea imani hii kwamba Joseph ni nabii. Haleluya. Amina. Na ya kwamba amri anazotuamuru sio yeye, zinatoka kwa Mungu. Amina. Sio yeye kabisa. Ni Mungu ndani yake. Ni Mungu aliyefanyika mwili kutoka kwenye mwili wa Abrahamu kuingia mwili mwingine uitwao Joseph, kuendeleza ujumbe ule ule wa Abrahamu. Si kwamba analeta ujumbe wake Joseph, hapana. Yeye ametolewa na Mungu kuendeleza ujumbe wa Nabii Abrahamu, kusudi usije ukafanya ovyo ovyo na wahubiri. Sisi wahubiri tunaufanya ujumbe ovyo ovyo. Kila huyu ana nukuu zake, kila huyu ana uelewa wake, kila huyu na mambo yake. Mungu anatusaidia sana. Lakini amechagua mtu huyo mmoja ambao wahubiri tukienda hoja anaweza kutusahihisha kupitia ujumbe wa nabii, kusema rudini kwenye kanda. Na ndicho tunachofanya, kwa sababu wahubiri tumeshaleta fujo. Wahubiri imekuwa ni fujo ulimwenguni. Kila mhubiri ana ujumbe wake, kila mhubiri ana nukuu zake, kila mhubiri ana msimamo wake. Na hawa huduma tano wanaosema sisi ni huduma tano tutakamilisha mwili wa Kristo. Mtakamilishaje mwili wa Kristo waongo wakubwa? Mungu anasaidia sana. Mtakamilishaje mwili wa Kristo? Mmoja anasema kwamba muhuri wa 7 hujavunuliwa. Mwingine anasema kwamba tuko milele. Mwingine anasema kwamba tuko utawala wa miaka elfu. Mwingine anafundisha kwamba hata upali ni sawa. Katika hao huduma tano, mtakamilishaje mwili wa Kristo? Mwili wa Kristo sehemu nyingine muhuri wa 7 hujafunuliwa. Mwili wa Kristo sehemu nyingine ni utawala wa miaka elfu. Mwili wa Kristo sehemu nyingine na upali. Mwili wa Kristo ni mwili wa Kristo gani? Enyi wahudumu wa uongo,
huduma tano. Kila mmoja anayetoka na ufunuo wake wa dhati anasema huduma tano, lakini hapatani na wenzake. Mungu anasaidie sana. Ni huduma tano zipi hizo? Kumchanganya bibi Yesu Kristo. Ndio maana Mungu akachagua roho moja. Kamwambia Branham, utazaa mwana utamwita jina lake Joseph. Haleluya. Na yeye alisema kwamba Joseph mwanangu, napoondoka na kuachia Biblia hii. Haleluya. Usipatane. Haleluya. Simama na neno. Haleluya. Na mimi kama mtetezi wake sipatani. Nasimama na neno la nabii kuhusu mtumishi huyu. Haleluya. Nataka kusema hivi, imani yetu ya ujumbe wa saa wa Malaki 4 inakamilika katika kumwamini Joseph. Tunaenda kukamilisha kumwamini Branham katika kumpokea Joseph kwa nabii. Na tunaambiwa kwamba tunatakiwa kuliamini neno lote. Tunatakiwa kuamini yote aliyosema Branham. Kama tunaamini maneno mengine aliyosema Branham, basi na aliyosema kuhusu Joseph pia tunatakiwa kuyaamini. Jina la Bwana. Imani sio ya mchezo. Wanatakiwa tutambue namna hiyo kwamba hatutabadilika, hatutarudi. Enyi huduma tano, unamkataa Joseph na ukataa kanda na ukataa barua zake na ukataa amri zake, tunataka kuambia wazi, tumeshatoka kwenye hiyo kambi yenu na hatutarudi kamwe. Hata mjapo tufuatia haturudi ngo. Jina la Bwana ni Twende usikilize. Aya, imani ni bosi. Aya. Fungua haraka Elia na sadaka yake ya unga. Jina la Bwana ndiye. Elia na sadaka yake ya unga ilihubiriwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 60. Fungu la 43. Mungu anatusaidia sana. Wapo wafunguaji haraka hapa. Nao hapa. Imani ni bosi ndugu yangu. Imani ni nini? Na sio ya mchezo. Imani ni bosi. Ndio maana mimi naambia kwamba sitanii. Mungu anatusaidia sana. Huduma tano kama kanisa la Mkimba linakubaliana nanyi, njoni mlichukua, ila mniache mimi. Njoni mchukua kanisa lote chukuani kama linakubaliana na nini. Mimi niacheni na Joseph na Presbyterian na huduma tano za kweli zinazomuunga mkono Joseph. Jina la Bwana ni maana kanda ndio Mungu wako. Haleluya. Jina la Bwana limepata. Mimi natangaza wazi na ieleweke, wahudumu wote mnaonisikiliza na ninawapenda, mimi mhudumu mwenzenu, tena sema hilo kwa upendo mkamilifu. Haleluya. Kwamba rudisheni kondoo wa Mungu kwenye mstari wa kweli wa kusikiliza mtumishi wa Mungu Joseph na kusikiliza kanda. Haleluya. Na barua anazotuma, salimisheni kondoo hao. Mnawapeleka wapi hao kondoo? Mnawapeleka machinjoni. Ninyi ni wauaji. Hizo damu za watu hizo mtafanyaje nazo siku ya hukumu? Haya. Tajionea siku ya hukumu. Jina la Bwana limejiwa. Umepata? Nasoma katika jina la Bwana. Jamaa huyo mkubwa anaitwa Imani. Nimesema mara nyingi, imani ina nywele kifuani. Wakati akiongea, kila kitu kingine kinanyamaza. Wakati imani inasema nyamaza, basi kila kitu kinasimama, kwa sababu imani ndiye boss. Amen. Jina la Bwana limejiwa. Imani ina nywele wapi? Sehemu zingine asema ina misuri. Jina la Bwana limejiwa. Haleluya. Ukiwa na imani ndogo ambayo inaweza kuchukuliwa na kila fundisho na kila aina ya upepo, basi wewe hata uamini. Wewe unafikiri na jari. Kama kuna wengine wanatoka hapa kanisani wanajiondokea tu, hata tujawafanya chochote, wanajiondoka na kwenda kumsema tu kule bila hata ya sijawakosea chochote, sijafanya chochote. Mungu anasaidie sana.
ninao imani iliyo na nywele kifuani, ambao ni bosi. Jina la Bwana liwe. Sitatemeke. Haleluya. Ndio maana nasema kama hata kwa kanisa lote liko kama hao waliotoka hapa, Mungu anasaidie sana. Haleluya. Waje walichukua kanisa. Yaani wala hata sitishiki. Wala sitishiki hapa. Imani ni bosi, ina nywele kifuani. Kwa nini niache imani? Labda niwe sikusikia kwa nabii. Huwa sijasikia nabii amesema. Kama nabii amesema na ni Bwana asema, Mungu amesema, na achaje kuamini? Na kama naamini mtu mwingine aje nirubuni niache imani, siwezi. Kamwe siwezi. Jina la Bwana liwe. Ni bosi ndugu yangu. Imani ikiongea kila kitu kinafanya nini? Jina la Bwana liwe. Amina. Haleluya. Haya. Jina la Bwana liwe. Okay. Sasa kujitenga au kutengana. Mungu anasaidie sana. Kujitenga au kutengana. Mungu anasaidie sana. Wao wakasema, wewe mzee Mwananjungu anataka makanisa yatengane. Hayawezi kushikamana pamoja. Hapana. Ni jambo lisilo kuwezekana. Mungu anasaidie sana. Na wanaong'ang'ania wahudumu wasioamini yaliyowapata wale wa kule jangwani, waliong'ang'ania Dasani na Kola, wajiandae kupokea jambo lile lile. Maana kama kulikuwa Dasani na Kola huko nyuma, wapo Dasani na Kola wa leo. Hapa tumesikia kwamba Mungu habadilishi njia zake na mipango yake, na tumesikia ya kwamba kwenye barua hii ya kwamba hata na shetani pia habadilishi njia zake. Kama alikuwa na Dasani na Kola huko nyuma, basi nao leo Mungu anasaidie sana. Kama kulikuwa mitume wa uongo huko nyuma, leo hii kuna mitume wa uongo. Kwa nafikiri mpinga Kristo yuko nje kule. Mpinga Kristo yuko ndani ya kanisa. Mpinga Kristo amejichanganya na waaminio. Jina la Bwana liwe. Kama huna macho ya kuona huwezi kuona. Lakini Mungu akujalia macho ya kuona utaona. Ujumbe kuikubali njia ya Mungu iliyowekwa katika wakati wa mwisho. Wala hatutakawia sana. Jina la Bwana liwe. Kuikubali njia ya Mungu iliyowekwa katika wakati wa mwisho. Ujumbe huo Mungu anatusaidia sana. Joseph anasema kwamba wao wananukuu, akasema na mimi pia ninanukuu. Wao wananukuu na sisi pia tunafanya hivi. Tunanukuu. Hata mimi ninanukuu pia. Mungu anatusaidia sana. Kila hao wanatafuta nukuu ambazo ziunge mkono upande wao. Jina la Bwana liwe. Kwamba nukuu ziwasaidie upotovu. Mungu anatusaidia sana. Ushapata. Haya ni fungu la 219. Fungu la 219. Amina. Amina. Tasoma katika jina la Bwana. Amina. Sasa Israeli ilihitaji ridhaa. Naye Mungu akawapa. Kisha akatenganisha mwaminio na asiyeamini. Mungu akatenganisha. Ni jambo lile lile siku hizi. Amina. Mwaminio na asiyeamini wametenganishwa. Amina. Jina la Bwana liwe. Anasema namna hiyo ni Mungu. Ndugu mmoja hapa akaniambia alipokuwa ametoka, namwambia njoo tuongee basi tuzungumze tuyaweke sawa. Sema asiji kwa sababu nimeshaona wewe unapenda kanisa litengane ndio kupenda kwako. Hapana. Sio mpenzi yangu, mimi naonyesha neno. Jina la Bwana liwe. Wewe njoo tuzungumze. Sema mimi nimeshatoka moja kwa moja. Jina la Bwana liwe. Huyo ni roho wa Mungu kweli? Roho wa Mungu anapenda kusahihisha. Roho wa Mungu anapenda kutengeneza mambo. Jina la Bwana liwe. Na hapo inatimia neno ambalo linasema kwamba watakuwepo wasiopenda suluhu. Wasiotaka nini? Suluhu watakuwepo. Na kila neno na kila andiko ni lazima afanye nini? Timie. Kwa unashangaa. Wewe njoo tuongee.
Basi Mungu anatusaidia sana. Sisi tunafanyaje? Unaacha mbele za Mungu, asema okay, inatosha. Jina la Bwana liwe. Mungu aliwapa ridhaa. Hizo akawapa nini? Ridhaa. Alafu akatenganisha waamini na wasio amini. Na tumesikia hata kwenye barua ya kwamba Mungu habadilishi njia zake. Kama nitenganisha waamini na wasio amini kule, tena anafanya nini? Kama nahubiri sikuonyeshi kwenye maandiko, ninakuonyesha kwenye maandiko. Mungu anasaidia sana. Jina la Bwana liwe. Haleluya. Mungu natusaidie sana. Daima Mungu ametenganisha. Tokeni kwake enyi watu wangu, amesema. Tokeni kwao. Tena msisikilize hata mafundisho hata mahubiri yao. Wanafukiza mahubiri ni kufukiza uvumba. Mahali pa juu. Ili madamu umekataa kweli, hayo mahubiri yao ni kufukiza uvumba mahali pa juu. Sina habari ndio. Wanachukua tu nukuru alafu wanazibadilisha. Na wanasema Joseph analiweka neno wanachukua vibaya ule ujumbe. Ule ujumbe gani ule? Lazima tano. Katika zile lazima tano za Mungu. Mungu anasaidia sana. Ambapo lazima tano Mungu amesema, alafu akasema kuliweka neno mahali pasipo pake. Wao ndio wanaoliweka neno mahali pasipo pake. Jina la Bwana liwe. Kama Nabii Branham mwenyewe ndiye amesema kwamba kanda hizi zitaenda ulimwenguni kote. Zitaangukia mikononi mwa wale waliochaguliwa tangu asili. Manyumbani mwao na makanisani mwao. Watazisikiliza. Na wao nasema hapo ni kuliweka neno pasipo pake, ni huduma tano. Mungu anasaidia sana. Kama kanda za safiri ulimwenguni kote, watakao zitumia ni akina nani kama sio wahudumu? Jina la Bwana liwe. Ambao watakao ziangukia mikononi mwao na wazitumie kwa washiriki ni akina nani kama sio wahudumu? Sasa wahudumu ndio wanatakiwa kuzichukua na kuwawekea waumini. Jina la Bwana liwe. Na hata wakihubiri, wao wanahubiri kusisitiza kuzisikiliza kanda. Kama wanapohubiri sasa hivi. Jina la Bwana liwe. Wala Joseph hajazuia kuhubiri, hapana. Maana yeye mwenyewe anapoongea kwenye hizi barua ni kuhubiri pia. Jina la Bwana liwe. Mungu anapewa utukufu. Kwa kama Mungu alitenganisha upande ule, tena bado anatenganisha. Jina la Bwana liwe. Hata hapa Mkima kama wapo wasioamini, bado Mungu atafanya nini? Maana mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yake haya yatapita. Jina la Bwana liwe. Na unapowapa watu ukweli, unawapenda. Yaani mnavyoona namna hii ndugu zangu na dada zangu. Sio kwamba naongea na ninyi tu pekee yenu. Nimeongea na wachungaji pia. Nimeongea na wahudumu pia kuhusu huduma ya Joseph na usikilizaji wa kanda. Jina la Bwana liwe. Lakini wamekataa. Tunafanyaje? Imebidi kuwatahadharisha kondoo sasa. Kondoo wa Mungu kujiepusha na hao wahudumu. Jina la Bwana liwe. Hivyo tu, namna hiyo. Haleluya. Jina la Bwana liwe. Enyi kondoo wa Mungu popote mlipo duniani. Haleluya. Na ninyi wahudumu, geukeni haraka. Mtini Joseph. Zisikilizeni barua zake. Wapeni makanisa kanda na barua ambazo Joseph anatuma. Wapeni makanisa hayo na wapeni kondoo chakula hicho. Wapeni kanda ambazo Joseph anatuma. Salimisheni makundi yenu hayo kabla hamjachelewa. Jina la Bwana liwe. Na ninyi kondoo wa Mungu ambao mko chini ya wahudumu wanaozikataa kanda na kukataa huduma ya Joseph, kimbieni haraka, zikimbieni huduma hizo haraka sana mwezavyo kabla hamjafikishwa kwenye machinjo. Jina la Bwana liwe. Bwana pewe utukufu. Kama Roho wa Mungu mwenyewe amesema kwamba mbuzi watazipiga teke ni kanda. Jina la Bwana liwe. Na uko chini ya huduma ambayo ni mbuzi ambaye imepiga kanda teke. Unaendelea kuongozwa na mbuzi. Na mbuzi huongoza kondoo katika machinjo. Jina la Bwana liwe. Mungu anasaidie sana. Haleluya. Na wengine wanahubiri kwamba kanda zinazofisha ibada. Uongo. Haleluya. Au zitaua huduma. Mungu anasaidie sana. Kipi kife? Ni kanda zife au huduma zife? Huduma zife. Jina la Bwana liwe.
na kanda hazitakufa. Ni neno la Mungu. Haleluya! Ni mwamba usiotikisika. Haleluya! Jina la Bwana juu. Tunapowaonya wahudumu kwamba kanda hazitawadhoofisha wala huduma ya Joseph haitawadhoofisha, badala yake itawaboresha. Kanda zitawaboresha. Haleluya! Hiyo ni amina. Muna nini? Kusanyiko la Mungu. Kondoo wa Mungu popote mnaposikiza Kiswahili. Haleluya! Zikimbieni huduma hizo haraka sana mwezavyo kabisa. Zinawaongoza na kuwapanga machinjoni. Jina la Bwana. Haleluya! Wachungaji ni wasioamini. Sio waaminiwa. Haleluya! Kama wanatamka wao wenyewe, nimewasikia wakitamka wao wenyewe kuwa hatuamini kuwa Joseph ni nabii wa dunia nzima au wa kutawala. Na kanda hizo ni za maskanini tu wanazotuma, sio kwetu. Hao ni waamini. Wameshatangaza waziwazi kwamba sisi hatuamini. Yaani mchungaji atamka waziwazi kwamba siamini kama Joseph anatakiwa kutawala huko. Si tayari sio mwaminio. Na neno hapo limesema kwamba hatupaswi kufungiwa dira pamoja na wasioamini. Joseph ni imani ya Mungu. Joseph Mungu anamwamini Joseph, ndio maana akamtoa. Maana Mungu anaamini manabii wao, na tunapoamini manabii tunaungana na imani ya Mungu. Kama Mungu ndiye amemtoa Joseph na tunamuomba. Sasa sikiliza. Hata Joseph anaposema kwamba alikwenda Tucson na Arizona ili kuwa pamoja na Bwana. Mungu anasaidie sana. Wao mnaoamini mtakuwa mnasema amina, mtainuka na kushangilia. Mungu anasaidie sana. Haleluya. Ili kuonyesha kwamba wale ninyi ni wanakanda kweli kweli. Mungu anasaidie sana. Asema nilikutana na Bwana. Alafu Bwana akaniambia rudi waambie waendelee kucheza kanda. Niwawajia. Na hayo nayo hawaamini, wanaonyesha kama vile tena alipoongea namna hiyo. Haleluya. Jina la Mungu. Na unabii ulitokea. Bwana tuombe. Bado hiyo hawaamini, wakaonyesha kama vile Joseph ni muongo. Hakutana na Bwana kule Tucson Arizona. Sasa hao ni wakuungana na wao wasioamini. Hiyo ni amina. Jina la Bwana ni hawa, jina la Bwana ni mbele za Mungu ni kweli kabisa. Barikiwe Mungu. Mbele za Mungu hawana haki hata ya kuzitumia jumbe za Branham. Hawana haki ya kutumia tablet. Wamezichukua tu kusudi wapate kupinga neno la Mungu. Wametumia neno la Mungu kulipinga neno la Mungu. Wabakie na Biblia tu. Jumbe waziache. Maana wameshakataa. Kukataa Joseph ni kukataa ujumbe. Yuko ndani ya lile neno la wakati. Kukataa kanda ni kukataa nabii na ni kumkataa Mungu. Maana ni neno la Mungu, neno la wakati. Jina la Bwana ni ndio maana nasema kondoo wa Mungu wakimbieni kabisa. Kimbieni hizo huduma kabisa. Zinapeleka machinjoni kabisa. Sasa mtu mwingine anahubiri kusema kwamba wanaosikiliza kanda wanatakiwa wakasome. Makufuru makubwa ati kwa sababu makuhani walikula manaa. Wale walikula manaa ili wawe zidi ya Musa. Walikula manaa ili wawe zidi ya Torati ya Musa. Leo hii sisi tumekula manaa, ujumbe ambao ni ujumbe wa saa. Tuwe zidi ya Branham na tuwe zidi ya Joseph, tuwe zidi ya kanda. Si makufuru hayo? Kama ni Branham amesema kwamba kanda sana ulimwenguni pote, manyumbani mwao na makanisani mwao wanasikiliza. Yeye amesema, anaona sema na mhudumu anasema kwamba wanaosikia kanda watakao kasome. Ina maana na nabii akasome. Maana ndiye aliyezituma ziende ulimwenguni pote. Na Branham akasome, na Joseph akasome. Manake Mungu akasome. Si makufuru hayo? Si roho ya shetani huyo? Si roho ya ibilisi? Hakuna sababu yuko moja kwa moja kuwa ni roho wa nani? Wa ibilisi.
Roho inayokataa kanda na huduma ya shetani kila familia ni shetani. Roho inayokataa kanda na huduma ya Joseph ni ibilisi, ni shetani. Sasa tuogope kusema namna hii. Mungu anatusaidia sana. Kama hatusemi hivyo basi hatuonyeshi imani. Maana tumeona imani ni bosi. Haleluya. Jina la Bwana liwe. Mungu ambariki mtumishi wa Mungu Joseph. Mungu azibariki barua zake. Mungu abariki kanda anazotumia. Jina la Bwana liinuliwe. Tutaamini mpaka siku ya unyakuo. Mpaka barua ya mwisho tutaamini. Ndugu Joseph, Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Usiogope mtumishi wa Mungu. Kama Bwana alivyokuambia, usiende huku wa kushoto wala wa kulia. Simama na neno. Biblia hii inaiacha mikononi mwako. Maana yake ujumbe unauacha mikononi mwako. Haleluya. Endelea mtumishi wa Mungu, sisi wachache wa Bwana tuliodharauliwa tuko nyuma yako. Haleluya. Hatukuache mtumishi wa Mungu. Haleluya. Tuongoza Joshua. Tunakupenda Joshua. Tunakupenda mtumishi wa Mungu. Tunazipenda kanda unazotumia. Tunapenda barua zako. Haleluya. Hata shetani asemeje. Naona shetani amechukia. Shetani anaona wivu. Atakuonea wivu mtumishi wa Mungu. Atakuonea wivu barua zako. Atakuonea wivu kama nataka kusema hivi. Hawa wahudumu hawamtumikii Bwana wetu bali matumbo yao wenyewe. Na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Hivyo ndivyo Mtume Paulo alivyosema. Jina la Bwana liinuliwe. Baragumu ya Mungu ikilia, inatangaza vita. Askari wa vita vya msalaba, tujiweke askari wa vita vya msalaba, kanda hizi tujiweke askari wa vita vya msalaba, sisi tujiweke tayari. Askari wa vita vya msalaba, sisi tujiweke tayari. Adui shetani na majeshi yake ameshajipanga kupinga ujukana wetu. Askari wa vita vya msalaba, tujiweke tayari. Askari wa vita vya msalaba, tujiweke tayari. Jina la Bwana liinuliwe. Shetani ameona wivu. Shetani amechukia kijua kwamba mpango huu wa huduma ya Joseph na Blessed inampeleka bibi harusi utukufuni. Kwa shetani anajaribu kupinga na kukinga njiani. Haleluya. Kupitia huduma zake 5 chafu. Kupitia huduma zake 5 za uongo. Haleluya. Lakini neno la Mungu litapenya. Haleluya. Amesema mtumishi wa Mungu hapa, hatupingi, tunakwenda. Jina la Bwana liinuliwe. Wahudumu, rudini kwenye kweli. Msikilizeni mtumishi wa Mungu Joseph. Mnasalimishe makundi haya. Hakika hayo makundi mnapeleka machinjoni. Ngoja tusikilize hapa fungu zetu za mwisho. Uinjilisti wa wakati wa mwisho uliohubiriwa, ujumbe uliohubiriwa tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 62, fungu la 138.
Some pale, si muda mrefu tutaacha hapa. Amina. Hatuogopi, hapana. Hapana, hatuogopi kama vita iwage vita. Sasa tunafanyaje? Mungu anapenda, nabii anasema Mungu anapenda kuwaweka watoto wake mahala vita inawaka moto. Na kama inawaka moto basi iwakage moto. Sasa tunafanyaje? Bwana anasema nimekuja kutupa moto duniani. Haleluya. Jina la Bwana ndiye. Bwana pewe utukufu. Na mwimbaji anasema adui ni wengi. Twendeni askari kwa watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame juu. Na tusiogope kwa sababu ni adui ni wengi. Amina. Mungu anasaidia sana. Umepata ndugu? Yeye mtakuwa mnaona tu. Yeye mtakuwa mnaona na wengine wanakasirika na kadhalika. Na kwa nafikiri hiyo inatutikisa. Amna, hata kama nikibaki peke yangu haitikisi wala inikuni. Amna, hapana. Mungu atapewa sifa. Hii ni kulisaidia kanisa, kusaidia wana wa Mungu, sije mkapotezwa bure. Fungu la 138. Mungu anawataka watu wake watengwe na kutokuamini na wasioamini. Mungu anawataka watu wake wafanye nini? Anayetaka hivyo ni nani? Mungu. Sasa kama Mungu ndiye anayetaka hivyo, na anayepinga ni nani sasa? Shetani. Na mtu mwingine anasema kwamba siamini katika kutengana. Maana yake hata wasioamini nawe pamoja. Naye sio muaminio pia. Wewe unasema siamini katika kutengana. Ndiyo kweli, hatuamini katika kutengana ikiwa tuko mstari huu. Uliwahi kuona mvuta bangi na asiyevuta wanaenda pamoja wataelewa? Mlevi na ambaye hajalewa watatembea pamoja? Wewe kuona jambo hili? Na unasema siamini katika kutengana. Tembea na jambazi uone kama uamini katika kutengana. Tembea na jambazi uone kitakachokupata. Tembea na mwizi uone kama kitakachokupata. Sitaki kutengana. Wewe tembea na jambazi, tembea na mwizi, tembea na nani? Mtu mbaya tembea naye uone kitakachokupata. Sasa na mtu asiyeamini ni mbaya kuliko jambazi. Mtu asiyeamini neno ni mbaya kuliko mwizi, ni mbaya kuliko jambazi. Kila habari ndio. Ngoja nikwambie ndugu, na ngoja niwaambie wachungaji. Mungu anasaidie sana. Haleluya. Mlipata kujua ya kwamba wachungaji ni wapoteza neno. Makuhani ni wapotezaji wa neno. Nabii wa Mungu hawezi kulipoteza neno. Manabii hawapotezaji neno, makuhani ndio wao wanapoteza neno. Nataka niwaonyeshe kwenye maandiko. Kwani si ni kuhani Eli ambaye alipoteza neno? Sasa alipoteza sanduku la agano. Wafilisti wakalichukua. Na watoto wake walikuwa wanafanya uzinzi hekaluni pale. Alafu wanakula nyama isicho bila utaratibu. Na nabii amesema hivi. Na kuhani hakuwaonya. Mungu anasema kuhani baba yao tena watoto wake ndio walikuwa wanafanya mambo hayo ambao ni Fineasi na Fineasi na nani yule? Walikuwa wanafanya mambo hayo, lakini kuhani hakuwaonyaga. Lakini nabii katoto kadogo, nabii kalipokuja na kalikuwa kanalala chini ya sanduku la agano. Nabii Samueli katoto kadogo. Haleluya. Hakupoteza neno na neno likajia halikujiaga lile Israeli. Mungu anasema neno la Mungu likamjia Samueli kuhusu makosa ya huyo kuhani mchungaji na watoto wake. Jina la Bwana ndiye. Kale katoto kakamhukumu tena karibu sikia maneno toka kwa Bwana, kwanza kakaogopa kwamba tamwambia mzee mambo haya makubwa. Ndio kwa anasema wewe sema niambie. Jina la Bwana ndiye. Maana Bwana alikuwa anakuja Samueli. Anaenda kwa Eli. Baba uliniita sema asikuita nenda kalala. Samueli. Anaenda kwa Eli. Baba uliniita sema sikukuita. Sasa yule kuhani
Sasa anafahamu neno la Mungu, asema huyu mtoto ni Bwana anamuita. Akikuita tena sema nena Bwana, maana mtumishi wako anafanya nini? Na alipomwita akasema nena Bwana, maana mtumishi wako anasikia. Ni katoto kadogo. Haya, anza kumporomoshea makosa ya Eli, kuhani mwenyewe na watoto wake na Israeli walioenda kombo na kumhukumu, na kakaogopa kumwambia, akasema hapana, niambie yote aliyokuambia. Akamwambia yote na akatimia vile vile, na Eli alikufa mpaka na watoto wake walikufa vitani, na sanduku la agano likachukuliwa, na mama mkwe wake mmoja akajifungua kwa haraka papo hapo. Utungu wa ghafla ukamshika, alikuwa na mimba baada ya kusikia mume wake na shemeji yake na sanduku la agano limechukuliwa, akazaa kwa haraka na akafa hapo hapo. Kosa litokea kwa nani? Kwa mchungaji. Alisababisha sanduku la agano lipotee na likasumbua Wafilisti huko, mara kuliweka chini ya Dagona na vunjika, mara walipeleka sehemu fulani wanapigwa majipu, mara na kadhalika, na walivyolirudisha, na Daudi naye ulikuja kurudi kipindi cha mfalme Daudi sasa, na Daudi naye akakosea jinsi ya kwenda kulichukua kwa mara ya kwanza, baadaye kumsikiza nabii, haleluya, akasikiliza wanajeshi wa mamia na maelfu, wakamdanganya kuchonga sanduku jipya, gari jipya, na likavutwa na ng'ombe, haleluya. Chira bani nguzo ya bati kaindi kapiga wale ng'ombe, haleluya, na sanduku likabenuka hivi, na mtakatifu mmoja anaitwa Uza kajaribu kushikilia, haleluya. Uza bati kampiga pamoja naye, na kwambia shikilia hapa, na alikuwa mtakatifu. Naona aliyesababisha nani? Kuhani Eli. Jina la Bwana ndiye aliyemsababisha hata Daudi mwenyewe aje kosea. Ndipo akarudi Daudi, na wakati huo Daudi naye, wakati Nathani yupo nabii, baada ya kumuuliza Nathani alivyokuja kumwambia, ndipo akaenda baadaye kwamba linachukuliwaga mabegani mwa Walawi, maana kwanza walienda kuliweka, akaogopa kulichukua, wakaliweka kwa Obed-Edom, na nyumba ya Obed-Edom ikabarikiwa kwa sanduku la agano kwenda mbele. Muone sasa, lakini alipojipanga na kwenda tena na kuimba kama walivyoimba pale mwanzoni, na kwamba makuhani ndio walibebe, sio gari jipya. Mungu anasaidie sana. Haleluya! Sanduku la agano leo tena limewekwa kwenye gari jipya. Mungu anasaidie sana. Jina la Bwana ndiye. Haleluya! Mungu anapewa sifa. Wachungaji hulipoteza neno, wahudumu hulipoteza neno. Ngoja nikwambie, sasa mchungaji anapotuhubiria kwamba hata nabii amehubiri ujumbe wa ndoa na talaka, kwamba kuoa wake wengi ni sawa tu kupitia ujumbe kwa kuuelewa ujumbe wa ndoa na talaka vibaya. Mungu anasaidia sana kwamba tunakubaliana na hiyo, na mchungaji wetu tunakubaliana. Si tayari ni Eli hiyo wa leo ameshatupoteza neno. Mungu anasaidia sana. Mwingine anakuambia tuko utawala wa miaka 1000. Hata tukianza kuendelea na mambo sasa tuko utawala wa miaka 1000. Si amepoteza neno huyo? Si Eli wa leo. Mwingine anasema kwamba tuko milele. Tuko milele, tuko tunaugua matumba na kadhalika, vidonda vya tumba, visukari na kadhalika, ndani ya umilele. Ndani ya umilele tunazikana, tunachimba makaburi ndani ya umilele. Unaamini kitu kama hicho? Ndani ya umilele jamaa. Wakati hakutakuwa mauti tena kamwe. Na mimi yaani ndani ya mili ya dhambi tuko ndani ya umilele. Sawa, tuko umilele kwa uwezekano. Tuko katika nchi ya ahadi kwa uwezekano. Kupitia ujumbe huu tunaoamini, bado dhihirisho. Tunakwambia tuko umilele, tuko linakusumbua huko ndani ya umilele. Puku zimejaa tumboni, tena kudanganya. Si Eli wote wa leo huyo. Si Eli ameshapoteza sanduku la agano hapo. Wachungaji wote wenyewe wameshakataa huduma ya Joseph na Place Play, wako tu kama Eli. Mshapoteza neno. Jina la Bwana ndiye. Tunashasoma hii. Tunashasoma. Wengi wenu ni watu fanya kosa katika jambo hili. Wakati mwingine mkiwaacha watoto wenu wacheze hapa nje.
Yaani Mungu anakataa hata watoto wetu wasicheze nao, watoto wao. Si mnasikia wenyewe? Hao watu wanaona kujitenga nao, ati nani alikuwa anatajika? Msiache hata watoto wenu wanacheza na watoto wao. Watawafundisha yale. Anayesema hivyo ni Bwana. Mungu anasaidia sana. Amen. Ukisema ninakosea lakini niko nachukua kwenye neno. Mungu anasaidia sana. Haya. Tunaenda nukuu nyingine pengine itakuwa ni mwisho. Sasa sikiliza, kuingia katika neno. Ile ishara, tafuta ile ishara. Ujumbe uliohubiriwa tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 63, fungu la 170 la 117 hadi 160. Tusome pale tusikilize. Mungu tunapewa utukufu. Amen. 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 Kama huamini mimi nafanya nini? Je, mnaamini? Mnaogopa? Mnaogopa? Hapana. Mnataka kuwa chini ya kina kuhani Eli? Haya. Mungu anatoa sisi. Jumbe wa ile ishara tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 63, fungu la 117. Anasema, sasa tunaona kwamba tunaishi chini katika saa za mwisho. Waaminio hawana budi kukubali neno lote. Waaminio hawana budi kukubali neno lote. Hatutaki kuacha neno hata moja. Yale aliyosema Branham tunatakiwa kuyaamini yote. Lakini watu wanatamka waziwazi tena wachungaji kwamba siamini kama Joseph ni nabii wa kututawala. Tena anatamka waziwazi kwamba ni kwa kugawa vitabu kwa kiburi. Si kiburi hicho, alafu ni kujiinua mbele za Mungu, mbele za nabii wa Mungu. Mungu anasaidie sana. Kuamini neno lote. 118. Tazama, haikuwa tu kuja pamoja na kuzungumza juu yake, kwamba Wayahudi wote wanakuja pamoja na kusema, sasa nitawaambia nini? Niwaambie jamani, mnajua ninaamini kwamba Musa yuko sahihi, kwa sababu tazama, tunamwona Mungu akijitambulisha pamoja na Musa. Ndio. Kwa sababu tunaona ile nguzo ya moto. Ndio, wanaamini. Tunajua kile ambacho hutendeka. Tunajua vitambulishi vyote ambavyo Mungu amempatia Musa. Ndio. Ni sahihi. Najua? Akasema, inatubidi kuwa na damu kwenye mlango. Ninaamini hilo. Lakini mnajua hata hivyo, ninaamini mimi karibu ni mtu mzuri tu kama mtu mwingine yeyote. Mimi kwa kweli ni Myahudi wa agano. Nimetahiriwa na mimi hulipa sadaka zangu na zaka katika kusanyiko. Mbona hata kuhani mimi hula chakula cha kutwa pamoja naye. Ndio. Vema. Mimi ni mtu mzuri tu kama ni wengine mlivyo. Ndio. Hilo silo lililotendeka. Naendelea 19. Hatupaswi kuja pamoja kuzungumza kuhusu ujumbe. Ndio. Tunakuja pamoja ili kuingia ndani ya ujumbe. Nao ujumbe ni Kristo. Yeye ni neno. Hiyo ni kweli. Tunapaswa kuingia ndani yake. Tunaingia chini yake. Na Bwana. Hilo ndilo tunalopaswa kufanya. Kuingia ndani ya ujumbe. Amina. 20. Yeye hakuwajibika. Watu wote ambao hawako chini ya damu hata mmoja, haijalishi kwamba alikuwa ni nani, hakuwajibika. Wote iliwabidi kuchukua, si yeye mwenyewe pekee,
bali familia yake yote. Wako tu salama wakati ishara ilipowekwa hadharani. Sikiliza. Yeye Mungu hakuhusika na wale ambao hawakuwa chini ya damu. Kwenye milango, kwenye manyumba ambamo damu haikupakwa, Mungu hakuhusika. Mungu anasaidia sana. Kwanza tuko bado hatujafanya ukamilifu mzuri. Jina la Bwana litukuzwe. Hatujafanya ukamilifu mzuri. Tuko tunasikiliza mara nyingi tu kanda huko kanisani. Majumbani mwetu mara na mara hatusikii. Bado si vizuri. Mungu anasaidia sana. Amesema manyumbani mwetu na makanisani. Tunaposikiliza kanda manyumbani mwetu, tunaweka damu kwenye manyumbani. Tunasema sasa mtu huyu aliyekuwa anapaka damu hakuwa anapaka kwa ajili yake mwenyewe, ni kwa ajili pia ya familia yake. Tunapokosesha manyumba yetu tusiposikizisha kanda manyumbani mle, hatupaki nini? Damu. Tunakuja tunapaka tu hapa kanisani. Mungu anasaidia sana. Kwa hiyo nalo washiriki tupate kuliona, kuliangalia kwamba sio kusikiliza tu hapa na manyumbani mwetu, kwamba hiyo ni mchirizi wa nini? Wa damu. Kwamba ni sawa na yule Rahabu alivyoweka kamba nyekundu ambayo wale wapelelezi aliowaokoa pale bishani walivyomwambia weka hii kamba. Mtu yeyote asipokuwepo katika chumba chako hii, katika nyumba yako hii, hatutahusika naye. Muona tendesa. Na Yeriko ilibomolewa yote ile ngome, lakini palibakia mahali pale palipokuwa na ile kamba nyekundu. Jina la Bwana ni ambaye iliadhimisha ni neno la wakati huu. Na neno la wakati maana kusikiliza kanda. Haleluya, ndio kutoka damu. Sisi wahudumu ni wapiga debe. Sisi wahudumu ni wasisitizaji. Mahubiri yetu yawe ya kusisitiza makanisa na washiriki kusikiliza nini? Kanda. Hayo ndio mahubiri yetu, pamoja na kuwaka moto kote, lakini ni kusisitiza sauti hii ipate, ndio ya muhimu kuliko sauti zetu. Na Nabii Joseph amesema kwamba wanataka wao sauti zao ndio zisikilizwe. Haijalishi tunanukuru kwa nabii, lakini Mungu anasaidia sana. Katika kunukuru kwetu, karibu kila mhudumu ana fasiri yake mwenyewe na uelewa wake mwenyewe ambavyo ni kinyume na kusikiliza nini? Kanda. Kanda ikiwekwa, haleluya, ni neno la moja kwa moja, sauti isiyo na nini? Na makosa. Lakini mahubiri yetu daima yana makosa na kasoro. Na ndio maana Nabii Joseph amesema hapa, mchungaji yote yani au na kanisa wote wasiosikiliza kanda, kuna kasoro mahali fulani. Kuna kasoro mahali, na kasoro hiyo mahali fulani iko kwa mchungaji yule, sio kwa washiriki. Mungu anasaidia sana. Mkoseshaji mkubwa ni mchungaji. Ndio kama ana macho ya kuona kweli. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ana macho kweli ya kuona. Haleluya. Amepokea macho kutoka kwa Abrahamu ya kuona kweli, kuona mbali. Haleluya. Angewarudisha watu kwenye kanda. Atahubiri na kurudisha watu kwenye kanda, kwa sababu kuhubiri hakuzuiliwi, hapana. Lakini kusikizisha kanda kuwe kwingi zaidi ya kuhubiri kwetu. Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu Joseph anavyoamuru, kwa sababu kama watu wanasikiliza kanda mara kwa mara, haleluya, hata mimi mchungaji kama nimeenda kinyume wanaweza wakafahamu, kwa sababu si wanasikiliza kanda mara kwa mara. Nikiwaambia kitu ambacho ni kinyume, wataona kanda haisemi hivyo. Makanisa kama yanasikiliza kanda, yanaweza akasahihisha wachungaji wao, kuonyesha wachungaji hapa wanakwenda kinyume, mbona kanda hazisemi namna hiyo? Lakini wachungaji wanawanyima watu washiriki kanda ili wasije wakakosolewa, wasije wakagunduliwa upotovu wao na makosa yao. Simeshagundua jambo hili. Ili waendelee kuwakandamiza kondoo wa Mungu kwa ufunuo wao. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa sio kuamini tu neno, bali kuamini tu ujumbe. Ni kuingia katika nini? Hapo imetosha. Sasa ngoja tumalize tu hili la mwisho. Mungu anasaidie sana. Haleluya. Okay. Hebu fungua ujumbe huu unaitwa mtu aliyeitwa na Mungu. Wa tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 58 fungu la 46. Tumalizie na hiyo. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anatusaidia sana. Amen. Amen. Mnampenda? Mnaamini kwa hii ni kweli? Amen.
Jina la Bwana liwe. Bwana apewe utukufu. Kama tunaamini, tunatakiwa kuthibitisha kwa amina. Jina la Bwana liwe. Haleluya. Mtakuwa mnaona. Mtakuja mwalilie watu hadi mtashangaa. Kwa sababu kama Mungu anasema, jina la Bwana liwe. Kama ni Bwana ndiye anayesema namna hii, na mbingu na nchi hazitapita. Mbingu na nchi zitapita samani, maneno yake hatapita kama. Wewe utanionea mambo yatakayotokea. Mungu atusaidie sana. Haya. Umeshapata fungu la Mungu anawataka wachungaji wake wawaokoe kondoo. Umesikiza jamani? Yaani wachungaji mnasikia? Sio kwamba natoa mawazoni mwangu hapa. Yote inatoka kwa nabii. Wachungaji waokoeni kondoo. Kuokoa kondoo ni kuwarudisha kwenye neno. Kuwarudisha kwenye kanda. Kuwarudisha kumtii nabii Joseph. Haleluya. Kwa sababu ukiwaleta kwa Joseph ni msisitizaji wa kusikiliza kanda, wa kusikia sauti ya nabii. Jina la Bwana liwe. Wachungaji mkifanya namna hiyo mtawaokoa nini? Kondoo. Hivyo nabii ndivyo anasema kwamba wachungaji waokoeni nini? Kondoo. Ninapowahubiria hapa Mtima namna hii, ninawaokoa ninyi na kondoo. Na ninapohubiri rushwa huko hewani, pia ni kwa usaidia hao nani? Kondoo. Ndio maana nasema kondoo wa Mungu, zikimbieni hizo huduma zinazokataa kanda, zinazokataa kusikiliza sauti ya Mungu wenu. Maana sauti ya Mungu wenu ni kanda. Zikimbieni hizo huduma, kimbia kabisa. Tena kimbia vyakuwa mbio kabisa uwezavyo kuwa. Ni shetani na ni ibilisi ndani ya hawa huduma. Amina. Amen. Jina la Bwana liwe. Haya. Chungaji waokoe kondoo. Narudia. Mungu anawataka wachungaji wake wawaokoe kondoo bila kujali inavyomlazimu kuitwa. Bila kujali, na hapa anasema hivyo, na sijali nitakavyoitwa. Na kila mchungaji atakiwa kuokoa kondoo bila kujali utaitwaje, bila kujali hapa naitwaje. Neno la Mungu linasema nisijali jambo hilo. Na ninapokuvuta kuleta hapa unakataa, hiyo ni shauri damu yako wewe kichwani pako mwenyewe. Hata hivi ninapohubiri, wachungaji msiposikiliza, damu yenu wewe kichwani penu wenyewe. Joseph anasema, na wale wachungaji tunaounga mkono Joseph tunasema, na mnakataa, na hao kondoo mlionao washikilia damu yenu iwe vichwani penu wenyewe. Maana huu ni msaada mkuu sana. Hamtaki basi. Jina la Bwana liwe. Bwana tukufu. Neno nasema wachungaji waokoeni kondoo bila kujali inavyowalazimu kuitwa. Ndio. Bila kujali inavyomlazimu kuitwa na yale yanayombidi kupitia. Waokoe hao kondoo. Ninajua kuna yale itakayosemwa, ninajua kuna yale itakayopitia, najua kuna yale watakayosema vinavyohubiri namna hii. Ninajua, lakini hapa naona nifanye sifanye nini? Sijali. Wale siogope. Kama hii ni kweli ya Mungu. Ni kweli ya Mungu kabisa. Haleluya. Ugomvi ukitokea, ubishi ukitokea, upinzani ukitokea, Mungu wa kweli hii atanipigania. Ndio maana ninasema hivi. Haleluya. So Joseph, Mungu anasaidie sana. Joseph mwenyewe amewahi kuniletea barua ya kunishukuru. Kusema mwanangu, ninakushukuru kwa wewe kusimama pamoja nami bega kwa bega kupigana na adui katika siku hizi za nini? Mungu anasaidie sana. Amen. Kama mtumishi wangu alinishukuru, si yeye, ni Mungu ndani ya mtumishi wa Mungu. Barua ninayo pale nyumbani. Maktaba, jina la Bwana liwe. Mungu anasaidie sana. Nikija kuipata na tutakuja nilete mimbarani. Msome wenyewe hapa. Sio mimi nisome, asome mtu mwingine. Mungu anasaidie sana. Nilikuwa nasema na wachungaji fulani, nasema akasema hivyo, nasema akasema hivyo. Mtumishi wa Mungu, jina la Bwana liwe. Na unapoona hivi Joseph ananifahamu vizuri sana.
ananifahamu vizuri mno. Kwa wale wanaomtetea huku duniani, anajua mimi ni mmoja wapo. Ndio maana mimi huomba kusema kwamba Mungu, utakapokuwa unamuondoa Joseph, naomba usiniache. Utakapokuwa unamuondoa Joseph hapa duniani, naomba usiniache. Nichukue pamoja naye. Jina la Bwana litukuzwe. Maana ni wewe uliyemnena nami namtetea. Mungu tunapewa sifa. Haijalishi nitasema wapo watu wanaweka makundi hapa. Wengine wadada nimewasikia, wengine wa ndugu nawasikia wakinisengenya huko. Sasa nafikiri na hapa nabii anasema usijali. Wewe waokoe nini? Kondoo. Jina la Bwana. Unafikiri mchungaji hata tunapochunga ng'ombe, si unakuta wengine wanakupiga mateke lakini bado unawapeleka kwenye nyasi. Ingawa na wao na wewe pengine na fimbo unapiga kidogo ili kumuongoza aende kwenye nyasi, maana anakataa nyasi, inabidi utumie na kafimbo kidogo ili afike kwenye nyasi nzuri. Sio unaona anaenda tu kwenye kubaya tena kwenye makorongo. Si inabidi kumuokoa, inabidi utumie na wewe fimbo. Wewe kona wewe. Humuui unamleta mahala pazuri. Jina la Bwana litukuzwe. Sema haya nyasi ni hizo kulala. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo unipende usinipende, lakini bado nyasi itakuwa nakupa tu, kula hizo. Unazitema na tupa tena. Unatupa nyasi, unasema na tupia tu nyasi. Ngoja nikupe mfano mmoja. Zamani nilipokuwa kijana na mtoto mdogo, nilikuwa naona zamani wakati mama amemkamata mtoto anampa uji hii ya ulezi. Na unajua zamani si hapa kuaga na sukari. Kwa hiyo unakuta mtoto hapendelei maana sio tamu. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu anasaidie sana. Lakini mama anataka mtoto ashibe. Kwa hiyo unakuta mtoto anakataa, analia kabisa, anaziba pua, anajaza hapa, alikuwa anakinga mkono hapa. Na hapa anamwagia uji hapa. Anaziba pua, mtoto anameza kwa lazima. Mtoto analia na weka, mtoto analia na weka, mtoto analia na weka. Anapusha na miguu anaweka mpaka katumbo kanajaa. Akisha shiba, unaona katoto kanaanza kucheka, kanaruka na kuruka. Kama shashiba. Lakini alikuwa analazimisha kula. Sasa ukarusha. Kama shaleta tumbo, anakaosha na vile na ile uji ile mwagikia kwenye matumbo anakaosha vizuri. Lakini kama alikuwa anaziba pua ndo kanakula. Kwa wakati mwingine na kiroho namna hiyo. Mungu anasaidie sana. Shiriki unalisha kama lisha kama naziba pua na nini kadhalika. Tupia nyasi alafu akishiba kwa sababu haleluya amina. Joseph ni nabii wa Mungu kama Branham. Haleluya, kaenda ni neno la Mungu. Anashiba lakini alikuwa mlisha kwa shuruti. Jina la Bwana litukuzwe. Tulimaliza. Mungu na wabariki. Kwa hiyo nasema hivi kwa dhati, tena nasisitiza, kondoo wa Mungu, enyi wahudumu, haleluya, wachungaji, tusifanye kazi kama ya nabii, kama ya kuhani Eli, hapana, ya kulipoteza neno. Haleluya. Hebu tumsikilize nabii Branham. Haleluya. Anatuambia Roho wa Branham yuko ndani ya Joseph maradufu. Tukimsikiliza Joseph tunamsikiliza Branham. Haleluya. Na tu ndani ya Joseph anaturejeza kwenye kanda, kwenye neno lake. Joseph ni kiongozi. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Alipotoa ushuhuda ule ambao nabii Branham alikuwa anamweka wakfu. Haleluya. Baadaye na unabii ukatokea kwamba huyo ni mtumishi wangu niliyemtuma kweli. Hayo yote wahudumu wanapinga. Kwa sio waaminio. Nanyi kondoo wa Mungu au wachungaji kama hawataki namna hiyo, kimbieni, tokeni. Neno la Mungu limesema msifungiwe nila pamoja na wasio amini. Mungu awabariki.